Habari, kwa majina naitwa James Godfrey. Leo niko hapa mbele yenu nimewaletea review ya wimbo unaoenda kwa jina la Inatokea, ambao umeimbwa na mtumishi wa Mungu Miriam Msanya, na wimbo huu umetengenezwa na mimi hapa James Godfrey nikishirikiana na Band of Christ. Karibu tuungane kwenye darasa hili la review. Kwa hiyo kwenye huu wimbo wa Inatokea, nilikuwa na mambo mengi kidogo ambayo nilikuwa nimeyaweka ili kuhakikisha kwamba wimbo wetu unasikika vizuri. Licha kwamba niliweka vitu vingi, nilikuwa nahakikisha kila kitu kina play part yake bila kuingilia sauti nyingine au bila kuharibu maana ya wimbo. Kwa hiyo tukianza na sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya sequencer. Hebu tusikilize sequencer ilivyokuwa na sound. Wow. Wow. Kwa hiyo kwenye hii part ya sequencer wakati naitengeneza nilianza na shakers. Ni muhimu sana unapotengeneza sequencer yako uweke kitu ambacho kinabeba rhythm. Kwa hiyo mara nyingi tunapotengeneza hizi sequencer huwa shakers tunaipa kipaumbele kama kibeba rhythm. Hebu tusikize yenyewe ilivyokuwa na sound. Wow. Unaona, hiyo inapo sound tu yenyewe inampa hata direction mpiga ngoma. Anakuwa anajua, anakuwa anaanza kufeel kile kitu ambacho kinatakiwa kipigwe kwenye wimbo. Kwa hiyo baada hapo niliweka hii kitu kingine kinaitwa tambourine. Hii tambourine ni mojawapo ya unit ya percussion ambayo kazi yake ni kuweka mkazo kwenye snare. At the moment snare inapigwa, ukiweka na hii tambourine kuna effect ya tofauti kabisa inaleta. Hem, tusikize yenyewe inavyo sound. Kwenye hizo ta ndo parts ambazo na show kama drama atapiga snare. Pia niliweka hii warp transcript. Hii hapa ipo ndani ya Logic. Kama unatumia Logic unaweza uka Google hii hapa neno warp transcript. Ukisearch itakuletea hii vile, yani kila kitu. Sasa hii hapa niliweka ili isaidiane na hii tambourine katika katika kutia mkazo wa hii point ya snare. Hem, tusikize na sound ije. Kwa nini niliweka? Kwa sababu ina reverb plan ambayo drama ki-hit snare na hii ki-hit na hii reverb inaleta effect nyingine ya tofauti. Kwa hiyo tukiweka na tambourine na sound, sio unasikia? Tukiweka na shakers, mpaka hapo ni kama sequence imeshaisha. Kwa hiyo wewe unayenisikiliza unapaswa unapotengeneza sequence yako, hata kama ni beginner, inatakiwa yani level yako ya chini kabisa iwe ifikia hapa. Hakikisha kuna rhythm, hakikisha yani hizo percussion haziingiliani, kila kitu kiko na point yake. Hakikisha haviingiliani kabisa. Kwa hiyo mpaka hapa mimi ni kama nilikuwa nishamaliza kabisa kutengeneza hii percussion part, lakini nilikuwa nahitaji kitu wakati naendelea kusikiliza hii loop nilikuwa nahitaji kitu ambacho kitakuwa kina move, yani kinaipa support hapa loop. Kwa hiyo nikaja nikakutana na hii kitu inaitwa shaker reverse pad. Shaker reverse stopper not pad. Yeah, kwa hiyo hii hapa ni ya umumu kwenye Logic. Ipo kwenye ukiangalia hapa kwenye Apple Loops unaipata hapa shaker reverse stopper. Hii hapa kazi yake ilikuwa ni kuhakikisha hii hapa loop ina move. Yani ina kama ina move. Hem, tuisikilize inavyo sound.
sijui unaisikia navyo sound. Yani kazi yake ni kama kuipa effect loop. Kwa hiyo vyote kwa pamoja vilikuwa vina sound namna hii. Wow. Hapo una feel the rhythm. Baada ya hapo tukaja kwenye upande wa pili. Sasa upande wa pili ndo upande wa muhimu ambao ndo tunauita sasa ndo kiini cha stem. Sasa hii ni sehemu ambayo ndo tunaweka sasa vyombo vyote ambavyo tunasema vina key, yani vitu vyote ambavyo vina mfanano wa kinanda, magitaa, kila kitu tunaweka kwenye hii point ya pili. Kwa hiyo kwenye kama unavyoona hapa nilikuwa na track nyingi kidogo. Niliweka hii, kuna hii sauti inaitwa pluck. Niliweka hii Steph Harlequin. Hii hapa ni sauti ambayo nilidesign mwenyewe. Tutaziona zinavyo sound. Kwa mfano kama hii Steph Harlequin ina sound namna hii. Hivyo tu. Yani lengo lake ni kuleta tu effect kwenye stem yetu, yani hivyo. Nikiweka pamoja na stem zima ina sound hivi. Sio naona. Baada hapo niliweka hii hapa shift atmosphere. Hii hapa ni sauti ambayo actually ni FX. Ni effect ambayo nilipata mahali nika-customize, nika-fix baadhi ya vitu. Actually hii hapa huwa naitumia kwa ajili ya kumove from one atmosphere to another. Ina sound namna hii. Hebu tusikie navyo sound sasa na muziki. Je, umesikia? Kwa hiyo huwezi ukanotice hivi vitu ukiwa uko unaangalia watu wanapiga kwenye stage. Ni ngumu sana kunotice mpaka upate kusikia. Ila wewe unaipata ile effect, unasikia kama kuna vitu vina move. Unasema aisee, bendi imeshikana. Actually bendi inakuwa imeshikana, lakini pia kwenye stems kuna vitu ambavyo vinawekwa kwa ajili ya kuhakikisha vinaishikilia bendi pamoja. Kwa hiyo baada ya hapo niliweka arpeggios za magitaa kama hapa mnavyoyaona. Hem, tusikilize magitaa yanavyo sound. Niliweka vitu vingi kidogo, ila lengo kubwa la hii stem kwa sababu ya muda siwezi nikaeleza kila kitu. Okay, hapa pia tuliweka strings. Tusikilize strings namna zinavyo sound. Wow. Stem. Kwa hiyo kwa nini nimekuonesha hivi vitu ni kwa sababu lengo kubwa la stem ni kwamba kukuonesha kwamba kila kitu unachokiweka kwenye stem yako hakikisha kinaleta maana. Yani usiweke vitu ambavyo, yani hakikisha kila kimoja kinamsaidia mwenzake kuleta maana. Kwa mfano part ya intro ilikuwa na sound. Nionyeshe kitu hapa, niwape siri.
melody hiyo melody ilibebwa na hizi hapa sauti mbili zinaitwa pluck. Hizi hapa zipo ndani ya Logic. Kwa hiyo ukitaka kuzipata unaenda kwenye point yako ya search unaandika pluck. Hizo ndo zilibeba melody ya wimbo. Watu waga hapo wanatumia leads, wengine huwa wanatumia bells, ila mimi niliamua kuwaza tofauti. Kama producer lazima uwe na uwezo wa kuwaza tofauti kuhakikisha kwamba yani ufanye kile kitu ambacho kila siku kinafanyika. Sometimes unatakiwa ulete ladha nyingine kwenye wimbo. Yani msikilizaji akiwa na expect kwamba itapigwa lead asikie pluck. Asiwe ana expect kwamba itapigwa lead na kweli inapigwa lead. Na mbaya zaidi unaweza kukuta msikilizaji ana expect ipigwe lead ya sauti fulani ambayo ni nzuri, ila anakuja kusikia lead ambayo ni kwa hiyo hakikisha kama producer unachagua sauti vizuri. Na pia alternatives, uwe na alternatives. Yani kwamba badala ya kupiga labda lead unaweza kupiga sauti gani nyingine ambayo italeta kitu cha tofauti kama hapa. Unaona? Let me put with this. Hii ni pluck. Kama unatamani kuifahamu, nenda kwenye search ya built-in. Nenda kwenye search ya built-in hizi patch za Logic, andika pluck, then utaziona hizi zote. Utachagua moja then lazima utakutana na ambazo zinafanana na hizi hapa. Yeah. Baada ya hapo niliweka synth leads. Synth leads pia niliweka ambazo hazijazoeleka. Yeah. Kwa mfano kwenye pati ya muziki ya. Listen at this. 1, 2, 3. Umesikia? Let me pray. Niweke tena. Levers. Wow. Inaendelea? Okay. Like this. Niweke na loop. Niweke na unasikia hiyo? Mimi nilitengeneza ila niko surprised. Ilikuwa yani sikujua kama itasikika hivi. Hiyo ndo akili ya producer. Unatakiwa think beyond, unatakiwa ufikirie zaidi ya kawaida. Yani mpaka unapokuja kusikiliza kazi yako kama hivi unashangaa, hii ilikuwa ni vipi? Hiyo ndo kazi ya producer. Usiweke vitu vingi ambavyo havina maana. Hakikisha kila kitu unachokiweka kina maana. Kila kitu kinaachiana space. Umeona hapa nimeweka vitu vingi sana lakini at the moment nikiplay yani nikiicheza hii stem lazima kuna space unakuwa unaifeel. Hem tusikie.
Why system overload? Actually ni many details, that's why. I'm super excited. Naamini kwenye darasa hili umejifunza vitu vingi sana. Vitu vya msingi ambavyo unatakiwa uondoke navyo kama producer: hakikisha sequencer yako ina rhythm. Hakikisha pia kwenye upande wako wa stem, yani kiini chako cha stems, kwa maana kwamba vinanda, magitaa, kila kitu kina maana. Usiweke vitu ambavyo yani hakikisha kwamba kila kitu kinajielezea chenyewe. Usiweke vitu ambavyo mtu anabaki na swali kwamba hichi kitu imekuaje. Kwa mfano kama mtu akiwa anahitaji kucopy guitar strums, anakuwa anaisikia very clear kabisa kwamba gitaa inasikika namna hii hapa. Yaani anakuwa anaisikia kabisa. Kwa hiyo hata akikaa mwenyewe akiwa na copy lazima atalifaa hapa. Ila ukiweka guitar strum ambayo sio sahihi, obvious hata mtu mlaji wa hiyo stem au mtu ambaye atatakiwa ajifunze huo muziki atajifunza vitu ambavyo sio sahihi. Kwa hiyo hakikisha kila detail unaiweka inakuwa inaleta maana. Huu ni wimbo wa Inatokea by Miriam Msanya ambao nilikuwa nimeuarrange mimi hapa. Zaidi kuna sauti ambazo zipo kwenye hii stem. Tunapozidi kuendelea na masomo haya tutakuwa tunaendelea kujua hii sauti ilitokana na kitu gani. Kwa hiyo kama uko hapa, subscribe kwenye channel hii ili tuendelee na mafunzo. Karibu tena next time. Asante.